Siku hizi watu wajivunii shape, watu wanajivunia akili ya maisha dada. Siku hizi watu hawaoi shape, watu wanaoa akili dada. Ngoja nikwambie kitu. Tafuta wababa waliooa, muulize walipokutana na uhalisia wa maisha, muulize kama kuna siku alisifia tena nyonyo za mtu, kama kuna siku alisifia tena kitovu cha mtu. Hivyo vigezo vya nje ni vya kitoto. Mkisha ingia kwenye ndoa, life inakuwa real. Life inakuwa real. Ndio maana haijalishwe ni mzuri kiasi gani, ukisha kuwa mjinga na mvivu na mzembe kule ndani, yule jamaa haoni uzuri wako tena. Watu wa nje watasema hivi, ila mkeke ni mfupi, ni mrefu, ni mweusi, ni mweupe. Yeye jamaa anaona kinyago tu kwa sababu ya tabia. Usidanganyike, hakuna umbo kwenye ndoa. Kwenye ndoa kuna akili, hakuna habari ya umbo. Umbo litakuumbua kwenye life. Kuna siku nilikuwa nafundisha mambo, dada mmoja alikuwa amepanga kuolewa mwaka huo, akasema kwa jinsi nilivyokusikiliza nimegundua siko tayari kuolewa, nimeziomba familia zinipe tena mwaka huu nijijenge kwenye tabia, kwa sababu mimi ni mvivu na ni mjinga. Sasa hiyo ndio maana ya mafundisho. Ni hivi dada, hata uwe mzuri wa kwanza duniani, yani dunia yenyewe ikakutangaza wewe ndiye mzuri number 1 duniani, ukisha kuwa mjinga, yule anayeishi na wewe ataona anaishi na mzigo, kero. Muulize baba aliyoko kwenye ndoa kama anajivuniaga nyonyo, kitovu, makalio. Jinga gani huo unaongea kwenye maisha? Makalio ndio nini? Wewe uko busy unamwomba Mungu akupe makalio badala ya kuomba akili. Umelogwa wewe.